Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi, Chuo cha VETA Shinyanga. Ifuatayo ni risala ya wahitimu katika mahafali ya 46 ya Chuo cha VETA Shinyanga ya tarehe 15 Mei 2026. Ndugu mgeni rasmi, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi CCM Taifa. Katika mahafali haya tunahitimu jumla ya wanachuo 107. Kati yao wavulana 56 na wasichana 51. Wahitimu hawa wapo katika fani mbalimbali. Kutokana na mafunzo tuliyoyapata hapa chuoni, yametujengea tabia ya kujiamini na kufanya kazi zetu kwa weledi. Pia kwa sasa tunao uwezo wa kufanya kazi chini ya usimamizi mdogo. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na changamoto tulizokutana nazo tukiwa hapa chuoni, lakini kuna changamoto kubwa tunayotegemea kukutana nayo mara baada ya kuhitimu mafunzo haya. Changamoto yenyewe ni ajira. Hatuzungumzii kuajiriwa na makampuni au mashirika, lakini hata kujiajiri wenyewe ni tatizo kutokana na ukosefu wa mitaji. Japo tunasikia kuna fedha kwa ajili ya vijana kwenye halmashauri zetu, lakini utaratibu wa kuzipata fedha hizo bado haujawa wazi kwa vijana wengi tuliohitimu mafunzo. Kupitia kwako ndugu mgeni rasmi, tunaomba taasisi zinazohusika na mikopo ziweke utaratibu mzuri unaoweza kutekelezeka kwa vijana wengi, na ikiwezekana kutembelea vyuo vyetu na kuongea na vijana ili kutueleza fursa hizo na ni namna gani tunaweza kunufaika na fedha hizo. Hii itatusaidia vijana wengi kuondokana na dhana ya kusubiria kuajiriwa baada ya kuhitimu na kutengeneza fursa za kujiajiri wenyewe na hata kuajiri wengine pia. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sasa chuo chetu kina jumla ya wanafunzi 545 kozi za muda mrefu, kiume 369 na wa kike ni 176, lakini tuna wanafunzi zaidi ya 1122 kuanzia Januari mwaka huu wa 2026 wa kozi za muda mfupi. Wa kiume ni 1010 na wa kike ni 112. Mtu peke yake ambaye hashindi njaa na atajenga nyumba kwa haraka sana na atanunulia mke wake vitu vizuri mapema sana ni mtu aliyesoma ufundi VETA. Huyo atapata hela mapema na mambo yake yatakwenda mbele mapema. Ndio mgeni rasmi, wale vijana waliona kule wale wa mitambo wa excavator na nini, nje hii inapoisha, mimi mkuu wa wilaya nina shahada 7 za chuo kikuu, lakini mwezi ujao nitajiunga hapa kusomea mitambo kama wale, kwa sababu lazima tuonyeshe vijana wa Tanzania kwamba wewe una masters yako, una degree kama ya pili, unasema mimi ni nani taenda kusoma VETA. Wewe unamchezea mtu ambaye kesho anatoka anaingia mtaani ni fundi na anaajiri watu wengine. Wewe umemwajiri nani na degree zako? Kwa sababu fundi mwenye certificate mngenazi kesho anaajiri watu mtaani, lakini wewe mwenye masters degree umekaa nyumbani unakula bado ugali wa baba na nani na mama. Ndugu zangu, mimi naitwa Maganya Abdul Fadhili Rajabu, mwenyekiti wa taifa ya Jumuiya ya Wazazi ya Chama cha Mapinduzi na mjumbe wa kamati kuu. Nimekuja hapa VETA kufuatia wito wenu wa kuniomba niwe mgeni rasmi kwenye mahafali haya. Mnaosoma ufundi hampotezi muda, mnatafuta fursa. Nitakuwa na dondoo kwa sababu nimepewa risala ya shule, risala ya wanafunzi, kaimu mtendaji mkuu wa VETA naye katoa ya kwake. Kwa hiyo ndio kidogo kidogo. La kwanza naoanza nalo ni maelekezo sasa kwa mkuu wa wilaya. Katika jitihada unazozifanya, vijana hawa walioko Shinyanga ambayo ndio ni mamlaka yako, tuna mikopo ya 442 wanawake, vijana na wenye ulemavu, provided kwamba vijana hao wako tayari. Tunataka utoe ngoro, tengeneza vikundi 2, 3, 4 vinavyotokana na wahitimu wa VETA, put them together, warasimishie wapate hiyo mikopo ya 442 na usimame
ujigambe kwamba mimi vijana hawa wametoka VETA, nimewaweka pamoja, wamepata mradi, wanafanya kazi, wamejiajiri. Mimi naitwa ndugu Fidelis Tumbu, ni mkurugenzi wa fedha VETA, ila hapa nipo namwakilisha ndugu mkurugenzi mkuu wa VETA Taifa. Ndugu mheshimiwa mgeni rasmi, katika serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, elimu na mafunzo ya ufundi stadi, ametoa nafasi ya kipekee kama mhimili wa ajira, uzalishaji na maendeleo ya taifa. Katika kutafsiri kwa vitendo, VETA imeongeza fursa za mafunzo ya ufundi stadi kwa kujenga na kupanua vyuo vya ufundi stadi, kuhuisha mitaala na kubuni programu mahususi za kuwawezesha vijana, wanawake na makundi mbalimbali katika jamii kupata ujuzi. Sasa tuna vyuo 80 ambavyo vinafanya kazi nchini kote, vikihudumia zaidi ya wanachuo 86 kwa mwaka. Huu ni mtandao wa matumaini unaogusa maisha ya maelfu ya vijana na wananchi wanaotafuta nafasi yao katika uchumi wa sasa na ujao.